Uharigani mwana michezo, leo hii tuko katika kijiji cha Ukomora ambako kuna ligi inaendelea, ni ligi ya vitongoji au unaweza kusema Ukomora Cup, na kwenye ligi hii kumekuwa na dabi, na dabi yenyewe inawakutanisha watoto wa baba mmoja ambapo ni Kati FC dhidi ya Mkafu FC. Hii ni Mkakati Stadium Derby, na hapa niko na kocha wa timu ya Kati FC. Habari yako kocha? Salama kabisa. Kuelekea mchezo dhidi ya Mkafu, kama kocha mmejiandaje? Cha kwanza kabisa nipenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya mpaka hapa tulipo leo hii kufikia na kuiona siku ya leo. Tukija upande wa kuzungumzia kimchezo zaidi, wachezaji wangu kwanza wapo na morali. Wapo na morali, na hii ni dabi, na siku zote kama unavyojua mwandishi wa habari, dabi siku zote inakuwa na matukio mengi. Kwamba kuna matukio ambayo tutaenda kukutana nao, na nataka kujua matukio yenyewe yanaweza kawa ni yapi, au umejipanga kwa matukio yapi mpaka unasema dabi yenyewe ni matukio? Ndugu mwandishi wa habari, matukio yenyewe yanaanzia nje ya uwanja. Nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Mimi nitazungumzia ndani ya uwanja. Ndio. Ndani ya uwanja na wachezaji kwanza professional. Yaani kiasi kwamba ni ngumu sana kwa kuwaelezea hivi, ila kimatendo ni dhahiri kabisa, unajua kwamba hawa ni wakubwa. Na kama wachezaji wako ni professional, sasa kuna ugumu wa kuelezea kama wachezaji ni professional au wana ukakasi, unaweza ukaponyokwa alama 3 leo dhidi ya Mkafu? Hapana. Awamu ya kwanza tumeweza kutoka sare ya bila kufungana, ila awamu hii ya pili mimi ndio mwenyeji, na kama ndio mwenyeji na imani kubwa sana na wachezaji wangu kuweza kushinda na kuchukua pointi 3. Lakini wenyeji sidhani kama ni wenyeji sana, kwa sababu wote uwanja wenu ni mmoja ambapo ni Mkakati Stadium. Wote ni mnatumia uwanja huo mmoja, kwa kila mtu ana uzoefu na uwanja huo. Hii ya kuwa mwenyeji ninategemeana tu na mzunguko wa ligi, labda kwamba unatambulika kuwa ni mwenyeji, lakini naye ana uzoefu na huu uwanja. Hii wewe unataka useme sababu ya kuwa wewe mwenyeji lakini naye ana wenyeji kwenye uwanja, wewe umejipangaje kuzichukua alama 3? Kwanza naweza kuzungumzia uwenyeji wa support ya timu yangu na support ya mashabiki, tofauti na mzunguko kwanza jinsi ulivyokuwa. Ndio. Mtaani wengi wanaongea, mtaani wengi wanasupport, mtaani wengi wanaisifu, mtaani wengi wanasema pointi 3 zinachukuliwa kutokana na masteka wangu nilionao, safu ya mbele ilivyokuwa bora. Kulingana na wachezaji wako, hususan safu ulivyosema safu ya mbele ilivyokuwa bora, tutarajie kwamba kwenye hii kipindi cha kwanza unaweza kutoka na goli ngapi unavyoona kikosi chako na jinsi mlivyotoka mazoezini mpaka kufikia siku hii ya leo, siku ya mechi? Siwezi kuzungumzia kwamba kipindi cha kwanza utatoka na goli ngapi, ila na imani nitakuwa kwanza kufunga goli la kwanza kipindi cha kwanza, na matokeo dakika 90 itaamua, lakini na imani kupata matokeo. Mbona kama una hofu, kwa sababu unasema huwezi kuzungumza kwamba, lakini unasema utatangulia kupiga bao. Unaposema utatangulia, ina maana watafuata, ina maana una uhafifu wa safu ya ulinzi? Hapana, safu ya ulinzi ni bora. Wao wenyewe wanajua katika ligi hii, kwanza wao wenyewe wanajua kwamba safu ya Kati iko bora. Iko bora kuliko timu yoyote hapa. Sawa. Mashabiki wa Kati FC pamoja na baadhi ya wadau wa Kati FC wanakufuatilia muda huu, unataka kuhakikishia nini kama kocha kuelekea mchezo kwa kumalizia? Labda nipende kuwakumbusha wa mashabiki zangu wakumbuke msimu uliopita nikiwa kama coach nimebeba ubingwa, na hakikishia na ubingwa nimechukua kwenye dabi kuwatoa watani wenzangu, na mwaka huu na wafunga na nawatoa.
Sawa sawa kocha, kwa kumaliza, una nini hasa cha kuambia wadau pamoja na mashabiki ili kuwapa matumaini, pengine kama mioyo yao imekumbwa pengine na hofu zidi ya maandalizi ya mtani au timu pinzani? Labda niseme watoto, vijana, wazee wafike uwanjani kusupport timu yao, maana moto wao wanaofahamu, na ni mechi kubwa kuliko hii katika ligi hii. Sawa sawa. Huyu alikuwa ni Sebastian ambaye ni kocha wa timu ya Kati FC. Langu jina ni Robert Andreas, mtoto wa Eric Mangula, mjukuu wa Makoga. Na kuaga, bye bye.